watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Verse number 16, the Bible says, then came the first, saying, Master, your mina has earned 10 minas. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. And he said to him, well done, good servant, because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. Akamwambia, vema, mtumwa mwaminifu, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Verse 18 says, and the second came, saying, Master, your mina has earned 5 minas. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Likewise he said to him, you also be over 5 cities. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji 5. Then another came, saying, Master, here is your mina, which I have kept put away in a handkerchief. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo niliweka akiba katika leso. For I feared you, because you are an austere man. You collect what you did not deposit and reap what you did not sow. Kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. And he said to him, out of your own mouth I will judge you, you wicked servant. You knew that I was an austere man, collecting what I did not deposit and reaping what I did not sow. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Why then did you not put my money in the bank, that at my coming I might have collected it with interest? Basi mbona hukuweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? And he said to those who stood by, take the mina from him and give it to him who has 10 minas. Akawaambia waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu 10. Verse 25 says, Sir, they said, he already has 10. Wakamwambia, Bwana, anayo mafungu 10. He replied, I tell you that to everyone who has, more will be given, but as for the one who has nothing, even what he has will be taken away. Nawaambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. The last verse is verse number 27 that says, but those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. Mstari wa mwisho wa 27. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa, mwachinje mbele yangu. May the Lord bless the reading of his word. Bwana abariki usomaji wa neno lake. Can somebody say amen? Amen. This is a very long reading. Hili ni andiko ambalo ni refu kulisoma. The reason that I have read it is that so that you may understand. Sababu kwa nini nimelisoma ni ili ukaweze kuelewa. I may not go to each and every verse per se. Maybe labda sitaweza kwenda katika kila kifungu, but at least you will have an idea of this narration. Lakini utakuwa unafahamu wa historia hii.
This church, the theme that we have for this year is having an excellent spirit. Kanisa hili tuko na mada ya mwaka huu ambayo inasema kuwa na roho iliyo bora. From Daniel chapter 6 and verse number 3. Kutoka katika kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 3. And this afternoon I want us to look into this topic, excellence in stewardship. Na adhuhuri ya leo nataka tuangalie ujumbe huu ambao nimeupatia kichwa ubora katika uwakili. Who or what is stewardship? Uwakili ni nini? A steward is a person Wakili ni mtu who is entrusted the gifts or the wealth so that he may take care on behalf of the owner. Wakili ni mtu ambaye amepewa majukumu ya uwekezaji ama ya kusimamia mali ama vipawa kwa niaba ya mtu mwingine. He or she has been entrusted with another person's property. Huyu ni mtu ambaye amepewa majukumu, amekabiliwa majukumu ambayo ya usimamizi kwa niaba ya mtu mwingine. I want us to understand this. Nataka tuelewe hili. That all of us, as I had said, we are stewards. Kama vile nimetangulia kusema kwamba sisi sote ni mawakili. And whatever we have read, na kila ambacho tumesoma, it has an analogy of what we also expect from our Lord Jesus Christ. liko na mafundisho majambo la kwamba vile tunavyotarajia kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. This man left, the master left, and he went to gain another kingdom. Huyu bwana aliondoka kasafiri kwenda kupata ufalme mwingine. Just like our Lord Jesus Christ, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo, he purchased us by his blood, alitununua kwa damu yake, and he has left us here, na ametuacha hapa, and therefore he has gone. Basi ameenda. He has gone to receive the kingdom. Ameenda kupokea ufalme. And when he will come, ya kwamba atakaporudi, we will be part and parcel of that kingdom. Tutakuwa sehemu ya ufalme huo. This is what the man did. Hiki ndicho mtu huyu alichokifanya. This noble man, huyu mtu ambaye ni wa kuheshimika, called the 10, aliwaita wale watumwa 10, gave them some money, akawapatia kiwango cha fedha, and he told them, go make use of it. akasema endeni mkatumie mkafanyishe biashara. Jesus did not leave us with any money. Yesu hakutuacha na pesa zozote. But I want you to know lakini nataka wewe ujue that each and everything that you have ya kwamba kila kitu ulicho nacho belongs to God. hicho ni cha Mungu. The Bible puts it very clearly. Biblia imeiweka wazi In Genesis chapter 1 and verse number 1. katika kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 1. This is a verse that is known. Hiki ni kifungu ambacho kinajulikana. Genesis 1:1, it says, in the beginning, before there was any beginning, in the first beginning, God created the heavens and the earth. Mwanzo mstari wa 1, sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo kabisa, kabla hakukuwa na chochote. It is God who created Ni Mungu aliyeumba the trees, the mountains. miti na milima. He created you and me. Alikuumba wewe na mimi. So we do not belong to ourselves. Kwa hivyo sisi si wa sisi wenyewe. No, even the body that you have, Hapana, hata mwili ulio nao, you did not have any company haukuwa na kampuni yoyote that you could create your own body. ya kwamba ungetengeneza ama ungeunda mwili wako mwenyewe. We belong to God. Sisi tu mali ya Can Mungu. somebody say amen? Amen. All of us, and with all that we have, Sisi sote na kila kitu tulicho nacho, we belong to God. sisi tu mali ya Mungu. I want you to understand that bit, it is key. Nataka unielewe kwamba kipengele hicho ni cha muhimu. In Psalm 24, Katika Zaburi ya 124,
verse number 1 and 2. mstari wa kwanza na wa pili. Listen to what the Bible says. Sikiliza kile ambacho Biblia inasema. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Katika Zaburi ya 124 mstari wa kwanza Biblia inasema, mstari wa kwanza Biblia inasema, aliyekuwa pamoja nasi, samahani. Zaburi 24. Twende Zaburi 24. Katika Zaburi 24 mstari wa kwanza Biblia inasema ya kwamba, Zaburi 24 mstari wa kwanza, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Verse 2 says, mstari wa pili unasema, for he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ladies and gentlemen, what I want us to understand, wandugu na wadada, kila ambacho nataka tuelewe, that we have the person who is the owner of heaven and earth. ya kwamba tunaye mmoja ambaye ndio mwenye mbingu na nchi. We do not own heaven and earth. Sisi si kwamba dunia na mbingu ni yetu. Dunia na mbingu si mali yetu. We do not own heaven and earth. Sisi dunia na mbingu si mali yetu. You do not own your body. Wewe mwili wako si mali yako. You are just but a steward. Wewe tu ni wakili. You are just a steward. You are protecting this body. Wewe ni wakili, kazi yako unalinda mwili huu. And God will ask you to give an account. Na Mungu atakuuliza utoe hesabu yake. So we need to understand God is the owner of everything. Kwa hiyo tunafaa tuelewe kwamba Mungu ndio mwenye kila kitu. He has appointed us Ameweza kutuagiza to be his stewards. ya kwamba tuwe wakili wake. But a day is coming Lakini siku inakuja that we are going to give an account. ya kwamba tutatoa hesabu. People have died. Watu wamekufa. Ever since the world was created, people have gone. Watu wameenda. But then as they go, that is not the end of the story. Lakini wanapoenda hivyo si mwisho wa historia. They are going to give an account. Watatoa hesabu yao. How they were living here on earth. Vile walivyoishi hapa duniani. When he will come back, atakaporudi tena, those ones who will be of his, wale ambao walikuwa wake, he will take them. Atawachukua. The Bible tells us clearly, Biblia inatuambia wazi, that the dead in Christ, they are the ones who will first rise again. ya kwamba wale waliokufa ndani ya Kristo ndio watafufuka kwanza. And then we that are alive, alafu kisha sisi ambao tuko hai, in a twinkling of an eye, katika kufumba na kufumbua, this body that we love so dearly, huu mwili tunaoupenda sana, it will be changed. utabadilishwa. We will not go to heaven with this body. Hatutaenda mbinguni na huu mwili. It sounds as if it is mythical. It is some ideology. Inasikika kana kwamba ni mambo ambayo si ya ukweli, ni mambo ambayo hayaeleweki. But it is the truth of the matter. Lakini ndio ukweli wa mambo. So I want to register to us, kwa hiyo nataka niwaeleze, that you are a steward. ya kwamba wewe ni wakili. You are our steward. Wewe ni wakili. Tell your neighbor. Ambia jirani yako, jirani, You are a steward. wewe ni wakili. And God is going to require and is going to ask for you to give an account. Na Mungu atakuja kukuhitaji siku moja utoe hesabu yako. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. This is both a privilege and a responsibility. Haya ni pamoja majukumu pamoja na uwakili. Because God is going to ask us to give an account. Kwa sababu Mungu atakuja kutuuliza tutoe hesabu yake. What does the Bible says in Romans chapter 12, 14 and verse number 12? Romans 14 and verse number 12. Biblia inasemaje katika kitabu cha Warumi 14 and verse number 12? na mstari wake wa 12. Warumi 14. So then each of us shall give account of himself
to God. Katika kitabu cha Warumi sura ya 14 na mstari wa 12, Biblia inasema ya kwamba, Warumi 14:12, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi. Warumi 14, samahani. Warumi 14 mstari wa 12. Biblia inasema hivi katika Warumi 14 mstari wa 12. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. My dear brothers and sisters, Ndugu zangu wapendwa na dada zangu wapendwa, God has made us to be his co-worker Mungu ametufanya kuwa sisi watendakazi pamoja naye in administering in all aspects of life. katika kuhudumu katika kila sehemu za maisha. We are the stewards of God. Sisi ni mawakili wa Mungu. Having given that like an introduction, Kupeana hiyo kama utangulizi, I want us now to go a little bit deeper. nataka sasa niingie kwa kina kidogo. I said initially that with us, Jesus has not given us money, Nilikuwa nimetangulia kusema kwamba sisi haswa Yesu hakutuacha na pesa zozote, but of course he has given us the ability, lakini ametupatia uwezo, he has given us the knowledge, ametupatia ufahamu so that we may know how to make money. wa jinsi ya kutengeneza pesa. And then the monies that we are going to get Na hapo katika hizo pesa ambazo tutazipata, should also be given back to his service. na pia inafaa irudishwe, ipeanwe katika huduma yake. There are things that we are going to do on our own, Kuna vitu ambavyo tutafanya sisi wenyewe, but also there are things that we are going to do for the sake of him who has given us the money. na pia kuna vitu ambavyo tutavifanya kwa ajili ya yule ambaye ametupatia fedha hizo. Now, in this context, Sasa katika somo hili I want us to look at given areas, nataka tuangalie maeneo fulani, stewardship in given areas, uwakili katika sehemu mbalimbali, and some of the things that we've been given. na baadhi ya vitu ambavyo tumepewa. Number one, I would want to say we have diversity of gifts. Nataka niseme kwamba tuna vipawa tofauti tofauti. We have diversity of gifts. Tuko na vipawa tofauti tofauti. In Matthew chapter 25, Katika kitabu cha Mathayo sura 25 and verse 14 and 15, mstari wa 14 hadi wa 15, there are certain things that have been given there. kuna vitu kadhaa zimepeanwa mahali pale. The Bible says, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. I don't want to go to verse 15, but you can see he gave them different goods. Sitaki kuenda katika mstari wa 15, lakini unaona aliwapatia vipawa tofauti tofauti. Some call them talents. Wengine wanaziita vipawa. We have also in Luke 19 verse 13. Katika kitabu pia cha Luka 19 mstari wa 13. We've just read there, but just to show you some of those things. Tumezisoma pale, lakini tunazisoma ili tukaweze kuonyesha baadhi ya hizo vitu. He said, so he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Let's go to 1 Corinthians chapter 12. Tuende katika Wakorintho wa pili sura ya 12 and verse number 4. na mstari wake wa 4. What does the Bible say? Biblia inasemaje hapo? The Bible says there, 1 Corinthians 12 and verse number 4, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4. Biblia inasema hivi katika mstari wa 4.
Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. If you go to verse number 5, Ukienda katika mstari wake wa 5, you'd find the Bible saying that there are differences of ministries, but the same Lord. utaona kwamba kuna tofauti za huduma, lakini Bwana ni yeye yule mmoja. If you will proceed up to verse number 11, Ukiendelea hadi mstari wa 11, there are different gifts that people have been given. kuna vipawa tofauti ambavyo watu wamepewa. They are not given so that you may commercialize them. Haujapewa ili uvitumie kama biashara. No. Hapana. You have been given so that you may serve God with. Umepewa ili ukavitumie kumtumikia Mungu navyo. We have different gifts. Tuko na vipawa tofauti. As a preacher, Kama mhubiri, when I go to preach, napokwenda kuhubiri, I don't ask them, how much are you going to give me? huwa siwaulizi mtanipatia pesa ngapi. We have so many Tuko na wengi that now they must know ambao sasa ni lazima wajue how much you are going to give them. ya kwamba utawapatia pesa kiwango gani. We had gone to some places Tulikuwa tumeenda mahali fulani and there was nothing that was given, na kuna chochote kilipeanwa, but we believe God to come back safely. lakini tulimwamini Mungu kwamba tutarudi salama. But right now, Lakini sasa hivi we have artists, tuko na we waimbaji, have so many other guys, tuko na watu wengi, we have prophets. tuko na manabii. You must give something Lazima upeane kitu before any prophecy may be mentioned upon you. ili unabii wowote utamkwe juu yako. You must have an artist and you must negotiate as to which hotel and how much are you going to give him Ya, or her. ukiwa na mwimbaji ambao umemkaribisha kama mgeni, lazima mzungumze mambo ya hoteli atakapolala na utampatia pesa ngapi. My dear brothers and sisters, Ndugu zangu na dada zangu, the Bible says freely we got and freely we must do it. ya kwamba tunaambiwa tulipewa bure na bure tukaweze kupeana. Gifts that God has given us, Karama ambazo Mungu ametupatia they are not for our own goods. si kwa faida yetu sisi They are wenyewe. not meant for us to be popular. Hazimaanishi kwamba tumepewa ili tukaweze They kujulikana. are not meant for us to do business with them. Hatujapewa ili kwamba tufanye nazo biashara. We have so many gifts. Tuko na karama nyingi. I don't know, Peter, could you put again some, because some people may not read verse 6, verse 7, verse 8. Let's just go concurrently so that we may see verse 6. Verse 6. The Bible says in verse 6, and there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. If some work will be done somewhere here, Kama kuna kazi yote itafanyika mahali hapa, the church will immigrate and go to that place kanisa litahama liende mahali hapo, because they are following activities. kwa sababu wanafuata utendaji wa kazi. But let me tell us, Lakini wacha niwaambie, if you will understand kama utaelewa that that is just some other gifts that God has given that person, ya kwamba hiyo utendaji wa kazi mali pengine ni vipawa tu Mungu amepatia huyo I mtu, need not to immigrate, I need not to leave the church. sihitaji kuhama kanisa kwenda huko. It is important. Verse number 7. Itakuwa ya muhimu sana. Mstari wa 7. It says, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Verse number 8. Mstari wa The 8. Bible says, for to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Verse 9 says, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama ya kuponya katika Roho yule mmoja. Let's stop at that. Wacha tuache pale. You see,
these are gifts Tazama, hizi ni karama that God has given unto us. ambazo Mungu ametupa. Sad to say Ni kuhuzunisha kusema hivi that majority of Christians, ya kwamba wengi wa Wakristo they do not grow to the knowledge of knowing this is what the Lord has given me. hawakui katika kimo cha kufikia mahali pa kuelewa kwamba hiki ndicho ambacho Bwana amenipa. But if they grow to that stature, Lakini wakikuwa katika hicho kimo, you will find them deviating because there are certain things luring them. utapata kwamba sasa wanaiacha njia kwa maana kuna vitu vingine vinawavutia. But I want to tell us, Lakini nataka niwaambie there are diverse gifts kuna karama tofauti for tofauti the body of Christ, kwa ajili ya mwili wa Kristo, so that you may be an effective steward. ili ukaweze kuwa wakili ambao unayetenda kazi katika ukamilifu. You are not after the applause of men. Wewe haungojei kushangiliwa na wanadamu. No, Hapana, you want to please God. unataka kumpendeza Mungu. And that's why the essence of the excellent stewardship is so key. Na ndio maana umuhimu wa roho iliyo bora ni kitu cha muhimu sana. Now, let's look also to another area. Basi tuangalie mahali pengine. We have seen diverse gifts, miracles, and what have you, prophecy, many other things, wisdom. Tumeona hizo karama tofauti tofauti, uponyaji, muujiza na vitu kama hivyo. And now, do we use them Sasa basi, je, huwa to tunavitumia the glory of God? kwa utukufu wa Mungu? How effective are you? Wewe uko katika utendaji kazi katika hicho kipawa kivipi? How faithful are you Wewe ni mwaminifu kiasi gani that you can use those gifts ya kwamba waweza kutumia karama hizo for the betterment of the body of Christ? ili kufanya ufalme wa Mungu ukaweze kuwa na nguvu zaidi? How available are you Wewe uko tayari kiwango gani so that you may use these gifts to serve God? ili utumie vipawa hivi kumtumikia Mungu? We have them, Tuko navyo, but hardly do we use them. lakini huwa hatuvitumii sana. We've been deceived Tumehadaika, and we've been lured, tumedanganyika, and we are not seeing the importance of serving God with the gifts. na hatuoni umuhimu wa kumtumikia Mungu na karama hizo. May God help us. Mungu atusaidie. Church, may God help us. Kanisa, Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. There is something that I want to mention here too. Kuna kitu ningetaka kutaja hapa pia. Some characteristics of good stewardship. Tabia za wakili aliye mwaminifu. Some characteristics. Tabia fulani. I want to say we human beings, Nataka kusema kwamba sisi binadamu, we are stewards sisi ni mawakili, but not owners. lakini sisi si wenye mali. Sisi sio ambao tunaomiliki. God is the one who owns. Mungu ndiye anayemiliki. We are servants. Sisi ni watumishi. But a day is coming that we are going to give our report. Lakini siku inakuja kwamba tutapeana ripoti yetu. So we have some characteristics that are so key. Kwa hiyo tuko na tabia fulani ambazo ni za muhimu sana. Number one Ya kwanza, is faithfulness. uaminifu. Faithfulness. Uaminifu. In 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Katika Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 2. Characteristics of a good steward. Tabia za wakili mwaminifu. 1 Corinthians 4:2, the Bible says, Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 2, Biblia inasema, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. hapo tena inayohitajika katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. One to be faithful. Mtu kuwa mwaminifu. What is required is faithfulness. Kile kinachohitajika ni uaminifu. Sometimes we pray and say, God give me a job, God give me a job. Wakati mwingine huwa tunaomba, Bwana nipe kazi, Bwana nipe kazi. When you have gotten the job, Ukishapata ile kazi, you are not going to be faithful in your tithes
and in your offering. Hautaenda kuwa mwaminifu katika fungu lako la 10 na sadaka zako. You have a lot of excuses about it. Uko na visababu vingi kuhusu hilo jambo. Faithfulness. Uaminifu. You are faithful to God with your offering and tithes. Uwe mwaminifu katika fungu lako la 10 na sadaka. You are offering yourself also as a servant. You are faithful to serve. Unajitoa wewe mwenyewe kama mtumishi, unakuwa mwaminifu kwa Mungu. Number 2 that is so key. Jambo la pili ambalo pia la muhimu sana Is that life precious. Umuhimu wa thamani ya maisha. Life precious. Thamani ya maisha. You see, we were bought. Angalia kwamba tulinunuliwa. 1 Corinthians 6:20. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20. The Bible says, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Wakorintho wa kwanza 6:20, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. We were bought. Tulinunuliwa. And therefore we need to glorify God in our body. Kwa hiyo tunahitajika kumtukuza Mungu katika miili yetu. And in our spirit. Na katika roho zetu. Which are God's. Ambazo ni za Mungu. Today. Leo. What is so good for people. Kile ambacho ni kizuri sana kwa watu. Is when they walk naked. Ni wakati ambapo wanatembea wakiwa uchi. And you think you are glorifying God. Na unafikiria unamtukuza Mungu. When you walk naked. Unapotembea uchi. What are you trying to portray? Ni kitu gani unachojaribu kudhihirisha? What are you trying to show others? Unajaribu kuonyesha wengine nini? That body of yours is not your own. Huo mwili wako si wako wewe mwenyewe. The owner of this body is God. Mmiliki wa mwili huu ni Mungu. Because he's the one who created you and me. Ndio maana kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba wewe na mimi. We need to cultivate a good spirit. Lazima tuunde roho iliyo nzuri. Because within the body, kwa sababu katika mwili huu, we also need to have a good spirit. Tunahitajika kuwa na roho iliyo nzuri. Not a spirit of hatred. Si roho ya chuki. Not a spirit of not forgiving one another. Si roho ya kutokusameheana. No. Hapana. We need to have a right spirit. Tunafaa kuwa na roho iliyo sawa. And David said, create in me a clean heart. Na Daudi akasema, Bwana uniumbie moyo safi. And renew a right spirit within me. Na ufanye upya roho yangu ndani yangu. Psalm 51. Katika Zaburi 51. It is important that our spirits should be clean. Ni ya muhimu kwamba roho zetu ziwe safi. We should have a right spirit. Tuwe na roho iliyo sawa. We've been purchased by God. Kwa sababu tumenunuliwa na Mungu. We are stewards. Sisi ni mawakili. But the owner is God. Lakini mmiliki ni Mungu. And therefore I want to say this. Sasa basi nataka kusema hivi. In 1 Corinthians 3:16. Katika Wakorintho wa kwanza mstari wa 3 mstari wa 16. 1 Corinthians 3:16. What does the Bible say? Wakorintho wa kwanza 3:16 Biblia inasemaje? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? This body, mwili huu, belongs to God. Ni wa Mungu. And you are going to give an account. Na utaenda kutoa hesabu yake. Now this body, sasa basi mwili huu, I need to keep it nice. Nafaa niweke ukiwa vizuri. Each and every fad, each and every style. Kila kitu ama kila mtindo, each and every style, kila mtindo should not defile this body. Haufai kunajisi mwili huu.
I'm in this world. Na katika ulimwengu huu, I am in this world. niko katika ulimwengu huu, But I know I belong to God. lakini najua kwamba mimi ni wa Mungu. My conscience Akili yangu tells me clearly inaniambia wazi that I cannot imbibe anything that I want. ya kwamba siwezi kupata kitu chochote ninachotaka kukipata. This body, Huu mwili most of the people have ruined it. wengi wameweza kuuharibu. When they take strong things, Wakati wanakunywa vinywaji ambavyo ni vizito, ni vikali. alcohol or alcoholism has spoiled this body. Ulevi ama pombe imeharibu mwili huu. The drugs, Ama dawa ya kulevya they have spoiled this body. yameharibu mwili huu. And I'm telling you, my dear brother, sister, Na nataka niwaambie ndugu zangu na dada zangu, you are going to give an account. utapeana hesabu yake. That's why sometimes, because they have defiled this body, Na ndio maana wakati mwingine kwa sababu tumenajisi mwili huu, they cannot give birth. hawawezi kupata watoto. Their lungs are affected. Mapafu yameharibika, The livers are affected. maini yameathirika, Everything is terrible. kila kitu kiko And vibaya. therefore you are going to die a premature death. Kwa hiyo sasa utakufa kifo cha mapema. It is not the will of God. Si mapenzi ya Mungu. You are not the owner. Wewe si wakili wa huo You mwili. have been given the stewardship role. Ulipewa majukumu ya kuwa wakili, Keep this body. ukaweze kuweka huu mwili vizuri. Apostle Paul is telling us, do you not know that you are the temple of God? Mtume Paulo anatuambia, je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? Why are you spoiling this body? Kwa nini unaharibu mwili huu? Why are you spoiling it? Kwa nini unauharibu? You find that you have aborted about 15 and a half times. Unajipata kwamba umeavya mimba labda mara hata 15.5. 15 and a half times you have aborted. Mara 15.5 umeavya mimba. And then you say, God bless me. When that time will come that now you are married, you want a child, and yet you have aborted 15 and a half times. Alafu wakati umefika ambapo unahitaji mtoto, labda wakati umeolewa, ndio unamwambia Bwana unibariki na mtoto, na ili hali uliavya mimba 15.5. These are things that are spoiling our bodies. Hivi ndivyo vitu vinavyoharibu mili yetu. And I want to tell us, Na nataka niwaambie, my dear brother, my dear sister, ndugu zangu, dada zangu wapendwa, you are going to give an account. utaenda kutoa hesabu yake. I want to dash somewhere here, Nataka nikimbie mahali fulani hapa, and then we will call it a day. alafu basi tutakuwa tumetamatisha. We are still in the excellence of stewardship. Tuko katika somo hilo letu, ubora katika uwakili. Tell your neighbor, excellence in stewardship. Ambia jirani yako, ubora katika uwakili. When you go home, you don't just say, oh, the preacher really preached. But what did he preach? No, it was just good. I cannot remember everything, but it was good. Usiende tu nyumbani useme ati mhubiri alihubiri vizuri sana. Ukiulizwa unasema sikumbuki, lakini alihubiri vizuri sana. What is the topic for today? Kichwa cha ujumbe wa leo ni gani? Excellence in stewardship. Ubora katika uwakili. Say it as if you mean it. Sema ni kama unamaanisha. 3 go. Excellent. I can just hear stewardship here and here. Let's start with the excellence. 3 go. Excellence in stewardship. I want us to understand you are a steward. I am a steward. Nataka tukaweze kuelewa kwamba wewe ni wakili, sisi sote ni mawakili. God is our owner. Mungu ndiye mmiliki wetu. He owns us. Anatumiliki. He is our creator. Yeye ndiye muumbaji wetu. And we are going to give a report Na utapeana ripoti after leaving this world. baada ya kutoka katika ulimwengu huu. Something that I want us to wind up with. Kitu ambacho ningetaka tutamatishe nacho, What are some of the areas of good stewardship? ni sehemu zipi ambazo ziko na usimamizi ambao ni mzuri? What are some of the good areas of good stewardship? Ni sehemu zipi ambazo ni nzuri katika uwakili? Remember when we were starting the topic, Kumbuka tulipokuwa tunaanza somo hili, we said what is stewardship?
tuliulizana je, wakili ni nini? And we said a lot concerning that. Na tukasema mambo kadhaa mengi juu ya hilo. A person who is being entrusted with another person's property. Tukasema kwamba ni mtu ambaye amedhaminiwa kuwa wakili wa mali ya mtu mwingine. We've also seen the diversity of gifts. Na pia tumeona karama ziko tofauti tofauti. We've also seen some characteristics of good stewardship. Na tukaona pia tabia za uwakili mwema. I want us to go to the last one. Nataka tuende katika kipengele cha mwisho. But allow me to read only one verse. Lakini mnikubali nisome mstari mmoja tu. Concerning some characteristics of good stewardship. Kuhusiana na tabia za uwakili mwema. 1 Peter 4:10. 1 Peter 4:10. Petero wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. I feel I should give you this verse. Na hisi kwamba nikawapatie mstari huu. It is under some characteristics of good stewardship. Iko chini ya tabia hizo za uwakili mwema. This one says this. Hii inasema hivi: as each one has received a gift, minister to one another as good stewards of the manifold grace of God. Katika waraka wa Petero wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. We want to serve, tunataka tuhudumu as stewards. Kama mawakili. We do not want to serve as bwana kubwa. Hatutaki tutumike kama sisi ni mabosi. We are servants. Sisi ni watumishi. We want to serve God faithfully. Tunataka tumtumikie Mungu kwa uaminifu. We want to serve each other faithfully. Tunataka tumtumikie mmoja kwa mwingine kwa uaminifu. To a wife or a husband, ukiwa mke ama bwana, know your role. Jua majukumu yako. What is it that you need to do better? Ni kitu gani hicho unaweza kukifanya vyema zaidi? How can I serve better? Ni kwa jinsi gani naweza kutumika vyema? We need to be conscious. Tunafaa kuwa na ufahamu huo. As a man, kama mwanaume, how would you serve your wife very well? Utamtumikiaje mke wako vizuri zaidi? For 44 years being as a pastor, kwa miaka 44 nimekuwa mchungaji. There was a pastor that I came across. Kuna mchungaji ambaye nilikutana naye. He was going from house to house in the evening. Alikuwa anaenda nyumba kwa nyumba saa za jioni. And the children were still young. Na watoto bado walikuwa ni wachanga. And he had a bicycle. Na alikuwa na baisikeli. So he's going to visit members and drinking some tea, uji and the like. Na alikuwa aenda kutembelea washirika na kunywa uji na kunywa chai na vitu kama hivyo. And then he comes at 10. Alafu kisha anafika nyumbani saa 4 ya usiku. Na sukuma wiki 3 kwa keria ya baisikeli. Sukuma wiki ngapi? 3. Amefunga kwa karia ya baisikeli saa 4 usiku. Watoto ni wachanga. Bado watakuwa wamekaa wanangoja sukuma wiki 4. Bwana asifiwe. Amen. Now that is a problem. That shows that the man is irresponsible. Hiyo ni tatizo ambayo inaonyeshana kwamba huyu baba ama huyu mume si mtu wa kujukumika. He is not responsible. Yeye si mtu wa kujukumika. He is not serving the family well. Hahudumii familia yake vizuri. And some ladies I know, na wadada wengine na wajua, they don't know how to prepare ugali very well. Hawajui kupika ugali vizuri. And especially some of our good sisters. Na hasa sana hawa dada wetu wazuri wenye they don't know how to prepare ugali. Hawajui kutengeneza ugali vizuri. Ikipikwa inaletwa juu ya meza kwa transit, ikienda wapi? Kwa pipa. Kwa maana hailiki.
Ama mnajua Kiswahili ya huku haikuliki. No. Hailiki, sio kukuliki. No. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. They don't know. Hawajui. Na wandugu wakiwaona kama mkono imepigwa mikwajo, anaenda hivi na ni kama amepotea, na unadhani huyo ni supu. Ni supu. You don't know the character of that lady. Haujui. Hallelujah. Ukiona ni mrembo haujui tabia yake. Ninaona wadada wako karibu kutoa high heel wanitupie. Please spare me. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. These are real stuff. Ni mambo ya ukweli halisi. And we need to understand them. Tunafaa tukaweze kuelewa. And so, please, whatever you are doing, Kwa sababu hiyo basi, kile ambacho unachofanya tafadhali, even sweeping the floor, hata kufagia sakafu, do it better. uifanye vizuri. Wherever you are, Mahali popote ulipo, do it better. ifanye vizuri. 1981, I was in Kochi here, Korokocho. Mwaka wa 1981 nilikuwa hapa Korokocho. And come 1986, I went to Bible College. Na katika mwaka 1986 nikaenda katika chuo cha Biblia. And they had me, they were calling me pastor. Walinisikia, walikuwa wananiita mchungaji. So jamaa pale wakaweka njamba ya kwamba huyu anajidu ni pastor, yeye tutampeleka kwa ofisi. Ofisi ni wapi? Ofisi ni choo. And I went. Na nikaenda. They gave me the gloves, they gave me everything. Wakanipatia hizo glove na kila kitu ya kufanya usafi. And I was in the toilet. Na nikawa pale katika chumba cha kusaidia kwa vyoo. I was there. Nilikuwa pale for 1 full week. Kwa wiki mzima. They wanted me to go again. Walitaka niende tena. But one of them said, lakini mmoja wao akasema, No. Hapana. This man, huyu mtu, even if you take him for 2 weeks, he will still go there. Hata mkimpeleka kwa wiki 2 bado ataenda pale. Listen, my dear brothers and sisters. Sikiliza ndugu zangu na dada zangu. Whatever you have been given to do, kile ambacho umepewa ukafanye, do it without murmuring. Ukifanye pasipo kulalamika. Do it without complaining. Ukifanye bila kulalamika. Do it without going and whispering to other people that unaona nimeonewa, kwani hauna macho, ati nimeonewa. No. Do it. Ukifanya bila malalamiko. Whatever is there, kile chochote kinasemwa, that you are supposed to do, kile ambacho unafaa kufanya, do it. Ukifanye, and the Lord is going to bless you. Na Mungu ataenda kukubariki. Bwana asifiwe sana. Amen. We must minister. Lazima tuhudumu. We must serve. Lazima tutumike. We are stewards. Sisi ni mawakili. Now, the last one that I want to mention. Sasa basi la mwisho ambalo nataka kulitaja. What are some of the areas of good stewardship? Ni sehemu zipi ambazo ni njema katika uwakili? Some of the areas of good stewardship. Sehemu ama tabia za sehemu zingine ambazo ni katika uwakili bora. I may not exhaust everything, but I'm just giving some. Naweza kosa kumaliza zote, lakini nawapeana zingine kadhaa. Some of the areas of good stewardship. Baadhi ya sehemu ambazo ni uwakili, katika kufanya uwakili katika njia iliyo njema. Number 1, jambo la kwanza is time. Muda ama wakati. Number 1 is time. Jambo la kwanza ni wakati ama muda. Ecclesiastes chapter 3 and verse number 1. Ecclesiastes. Can you pronounce that? Ecclesiastes. Unaweza kutamka neno hilo? Wengine wanasema siasis. Ecclesiastes. Say it again. Ecclesiastes. Chapter 3 verse 1 says, to everything there is a what? A season. A time for every purpose under heaven.
Mhubiri 3 mstari wa 1 na wa 2. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Listen Sikiliza, to my daughters and my sons. kwa wanangu wa kike na wa kiume, There is a time for sex. kuna wakati wa ngono. Sex is not for any time that you like. Ngono si ya wakati wowote ule unaotaka. You are spoiling yourself. Unajiharibu wewe mwenyewe. In Kiswahili, we call it tendo la ndoa. Katika lugha ya Kiswahili inaitwa hivyo. Tendo la act. It is an act that is done in marriage. Ni tendo ambalo linafaa kufanyika katika ndoa peke yake. I know Najua right now sasa hivi that there are a lot of condoms, kunayo mipira mingi both for men and also for women. ya wanaume pia na ya wanawake. Even if there will be many dozens, Na hata kama kutakuwa na dazani mingi, it does not go with the will of God. haiendanishi pamoja na mapenzi ya Mungu. Sex is only meant for the people who are married. Ngono huwa ni ya watu ambao wako wanandoa. Wabinti zangu semeni yes. Ni watatu tu hapa nasikia. Wengine wamedinda. Mimi ni bontao, so ninajua. Wengine wamefanya nini? Wamedinda. Hebu semeni yes. Bado hapa tu ndio nasikia. Wengine kule wanacheka wakiangalia. Sex. Tendo la ndoa, Because everything there is a what? A season. kwa sababu kila kitu kiko na majira And yake. a time for every purpose Na kusudi na wakati wa kila kusudi under heaven. chini ya mbingu. Don't you assume Usiwahi kuchukulia that you tu will do things according to how you like. kama utafanya vitu jinsi vile wewe unapenda. If you want to be a good steward, Kama unataka kuwa wakili mzuri, know the time, the season that you are in. ujue wakati na majira ambao uko ndani yake. Listen to Psalm 90 and verse number 12. Sikiliza katika Zaburi ya 90 mstari wa 12. Psalm 90 and verse number 12. Zaburi ya 90 mstari wa So 12. teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. We need to have a heart of wisdom Tunahitaji kuwa na moyo wa hekima concerning the time, kuhusiana na mambo ya wakati, so that we may know what needs to be done and what needs not to be done. ili tujue ni kitu gani kinapaswa kufanywa na ni kitu gani hakipasi kufanywa. Number 2, Jambo la pili, what are some of the areas of good stewardship? ya sehemu ambazo ni za tabia njema katika uwakili. Natural talents or spiritual gifts. Vipawa vya kawaida ama vipawa vya kiroho. Natural talents. Vipawa ambavyo ni vya kawaida It is so key ni ya muhimu that people have natural talents. ya kwamba kuna watu wako na vipawa vya kawaida. Somebody in the Bible, like Samson, Mtu ambaye kwa mfano mtu kama Samsoni katika Biblia, he could take the entire gate, alikuwa anaweza kubeba lango la mji, put it on his shoulder and move. aliweke katika mabega yake na atembee. He had a natural talent. Alikuwa na kipawa ambacho ni cha kuzaliwa. He was tough. Alikuwa mtu mkakamavu. There's another guy that lived, is a legend. He lived many, I don't know whether it is a traditional belief, but there is. Those of us that are coming from Kano, there was a man by the name Luanda Magere. Kuna mtu alikuwa anaitwa Luanda Magere. Sio mgeni. Magere. Luanda Magere. Magere. Luanda Magere. Wangapi wamesikia huyo? Watu wangapi walisikia huyo mtu? Luanda Magere. Luanda Magere He was a man. alikuwa mtu, But then you could not spear him.
lakini ulikuwa huwezi kumdunga na mkuki, because the body was like a stone. kwa sababu mwili wake ulikuwa kama jiwe. Luanda is rock. Yeye alikuwa kama jiwe. Luanda. Luanda inamaanisha jiwe. And so the people came to realize, Kwa hiyo watu walikuja kugundua, because he was a fighter, he was a warrior. kwa sababu alikuwa mtu wa vita, They came to realize walikuja kugundua that if you want to kill Luanda, ukitaka kumuua Luanda, you have to shoot or you have to do something on his shadow. lazima ukaweza kufanya kitu ama ukaweza kupiga kivuli chake na risasi. You can spear the shadow, Unaweza kudunga kivuli chake na mshale, either at the chest or at the head. ama katika kifua ama katika kichwa chake. Those are people who were created with natural ability. Hao ni watu ambao walikuwa wameumbwa na uwezo ama vipawa vya kuzaliwa. We have so many people, even in the Bible. Tuko na watu wengi hata katika Biblia. David was a warrior. Daudi alikuwa pia ni mtu wa He vita, was a fighter. alikuwa mtu wa kupigana, At the same time, he feared God. na pamoja na hiyo alikuwa mtu aliyemwogopa Mungu. Samson never feared God. Samsoni hakuwahi kumwogopa Mungu. Listen, my dear brother, sister. Sikiliza dada zangu na ndugu The zangu, natural talents. vipawa vya kuzaliwa. Vijana wengine wanaenda mahali kuna mkutano, kama ni mkutano gani? Revival. Wanaenda wanaangalia, wao wamekaa tu chonjo, wanaangalia maumbile ya wadada. Lakini hao vijana wako hapa, hawakukuja leo. Sio wewe. Hawakukuja nini? Leo. Wanakaa, wanaangalia na wanakagua. Wanasema, huyu aliumbwa wakati Mungu alishatoka tu kwa breakfast, bado ni fresh. Wanasema, huyu mimi nadhani Thursday hivi Friday Mungu alichoka. We are so much prone to look from the outward. Ya kwamba sisi tunazingatia sana kuangalia hali ya mtu ya nje. My brother, my sister, Lakini ndugu yangu, dada yangu, your outward appearance, vile unavyomuonekano wako wa nje, whether you are handsome or beautiful, kama wewe ni mtanashati ama wewe ni mrembo, you belong to God. wewe Mungu ndiye anakumiliki. Your body Mwili wako belongs to the Lord. mmiliki wake ni Don't Mungu. you misuse it. Usiutumie Ya vibaya. kwamba saa zote ukipigiwa minus, zama zetu tulikuwa tunasema kupiga nini? Minus. Now wewe, minuses zote inapigwa ni wewe. Utajigonga, utajikwaa. Na should they run at you na wanasema, I love you baby, wewe waambie, God loves me better. Wewe waambie Mungu ananipenda zaidi. Listen girls, Sikiliza wadada, the flattery words hayo maneno ya kukuchanganya ama kukudanganya causes you to deviate and to move into some other quarters. huwa inakusababisha ukawacha njia uende kwa njia zingine. Ati when I see your eyes, Nasema kwamba nikiona macho yako, they are more than them. I mean, it is brighter than the brightest morning star. ya kwamba yanaangaza kuliko nyota ya asubuhi. When I see your teeth, Nikiona meno yako, they are whiter than maziwa ambayo imekamuliwa saa hiyo. When I remember about you, nikikukumbuka ama nikikufikiria, I cannot sleep. siwezi kupata usingizi. Enda kule analala, usikie those are flattery words. Hayo ni maneno tu ya kukudanganya na kukuhadaa. They're flattery words. Maneno ya They kukudanganya, are not realistic. si ya ukweli. No. Hapana. I want to say this. Nataka kusema hivi, The natural beauty that you have
urembo ambao ni wa kawaida ulio nao, serve God with it. mtumikie Mungu nao. The talents that you have, Vipawa ulivyo navyo, serve God with it. mtumikie Mungu navyo. Why? Kwa nini? Because you are a steward. Kwa sababu wewe ni wakili. You are a steward. Wewe ni wakili. I want us to finish there. Nataka tumalize I'm pale. just winding up there because our time is far much gone. Namalizia hapo kwa sababu wakati But wetu we umeenda. love you with the love of God. Lakini nawapenda kwa upendo wa Mungu. And I just want to bring to your consciousness Na nilikuwa nataka nilete hii katika ufahamu wenu, that you are a steward. ya kwamba wewe ni wakili. God owns us, Mungu anatumiliki. and we are going to give a report. Na tutaenda kupeana ripoti. Sooner or later, Hivi karibuni ama baadaye, you are going to give a report. utaenda kupeana And hesabu because yako. we are stewards, Kwa sababu sisi ni mawakili, we need to embrace Jesus. tunafaa kumkumbatia Yesu. It is in 1971, Ni katika mwaka wa 1971 when I was in Form 1 nikiwa kidato cha kwanza in this city, katika mji huu, accepted the Lord Jesus as my Savior. nikampokea Bwana Yesu. Mimi sio mtu wa Ocha, mimi ni born city, born town. Mimi ni born city. I grew up here. I'm a born town. But I came to this fundamental realization Nilikuja kugundua jambo hili la kimsingi sana, of knowing Jesus la kumjua Yesu Kristo as my Savior. kama mwokozi wangu. The Lord has kept us. Bwana ametuhifadhi. When it reached the year that I got married to this beautiful lady. Ilipofika mwaka wangu wa kuoa, nikaoa binti huyu mrembo, And I thank God. na namshukuru Mungu. She has managed to push 5 children. Aliweza kupata watoto 5. Alifanikiwa kusukuma watoto 5. Bas. Listen, Sikiliza. the 2 boys are servants of God. They are reverends. Vijana wawili, baadhi ya watoto 5 wao ni kasisi, ni wachungaji. My first daughter is here. Msichana wangu wa kwanza ako mali hapa. She's the one training what? Catering. Ndio huyo. Yeye ndiye anafundisha watu ambao wanasomea catering pale. Listen, Sikiliza. God is able to bless you. Mungu ako na uwezo wa kukubariki. Cling to him. Shikamana naye. Accept him. Mkubali. I am in the 7th floor, door 1. Niko katika nimefika mwaka 41. Ako katika ngazi ama katika ghorofa ya 7. Door 1. Kile mlango wa kwanza. That is, this year I'm being 71. I'll be 71. Mwaka huu nitafika miaka 71. Ndio nasema 7th floor, door 1. Na ndio maana nasema ghorofa ya 7, room ya kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Our God is able to keep. Mungu anaweza Our kutuhifadhi. God is able to be with you Mungu wetu anaweza kuwa pamoja in all nawe situations. katika hali zote. Accept him. Mkubali, Walk with him. tembea pamoja naye. Timothy was a young man. Timotheo alikuwa kijana David mdogo. was a young man. Daudi alikuwa kijana mdogo. Jeremiah was a young man. Yeremia alikuwa kijana My mdogo. brothers, my Ndugu sisters, zangu na dada zangu, if you will accept the Lord Jesus, ukimkubali Bwana Yesu, he's going to revolutionize you. ataenda kukubadilisha. He's going to change you. Atakubadilisha kufanya upya. You will be a new creature. Utakuwa kiumbe kipya. Let's bow our heads. Tuinamishe vichwa vyetu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We cannot be good stewards Hatuwezi kuwa mawakili wazuri if we deny Jesus. tukimkataa Yesu. Let's bow our heads. Tuinamishe vichwa vyetu. Thank you, Father.
Asante Baba. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. Thank you, loving Father. Asante Baba wa We upendo. want to be excellent Tunataka kuwa na ubora by your grace kwa neema yako. as we are stewards serving you here on earth. Kama mawakili tunaokutumikia hapa duniani. You could be here, my brother, sister, Waweza kuwa hapa ndugu dada, and you have not come to that realization of knowing Jesus. haujakuja katika mahali pa kumfahamu na kumpokea Bwana Yesu. Yes, you can sing, you have a Christian song, you can sing, you have a Christian name, Unaweza kusema uko na jina la Kristo ama unaimba wimbo wa Kikristo, but you have not yet accepted him in your lakini life. bado hujampokea katika maisha yako. And you'd want us to pray for you. Tungetaka tuombe pamoja nawe. That's what I did in 1971. Hicho ndicho nilifanya katika mwaka The Lord forgave me. 1971. The Lord forgave me. Mungu alinisamehe. He can forgive you. Anaweza kukusamehe. Irrespective of what you have done, Hata pamoja na kile umefanya, the Lord is more than willing to forgive you. Mungu ako zaidi ya tayari kukusamehea. If you are here, Kama uko hapa, you'd want to say, man of God, pray for me. unataka kusema mtu wa Mungu omba nami, Just raise up your hand wherever you are. waweza kuinua mkono wako We are mahali going popote to pray ulipo, together. Just raise your hand wherever na you are. tutaomba pamoja. Thank you for those ones. Just raise it. Usiwe nusu mlingoti, nyosha tu. Ya tunyoshe Thank tu you. mkono yetu kwa Ushers, ujasiri. I wish you were around somewhere. Those people that are there, just continue raising. Thank you for those Inua hands. tu mkono Thank you, wako. thank you, thank you, wherever you are. Inua Just tu raise mkono it. wako. I may not see it very well. Just raise it. And those of us that have risen up their hands, could you just be upstanding? Wale ambao tumeinua mikono yetu tusimame. The ones that have risen up their hands, could you just be upstanding, please? Tukaweza Ushers, could kusimama. you usher them? Wale ambao tumeinua mikono tusimame Thank tafadhali. you, thank you. Just stand wherever you are. Those of us that have risen up their hands, we want to pray together with you. Don't you be ashamed. Thank you, thank you. I wish praise and worship were already up here. Thank you, thank you. Ushers, could you bring them? Could you bring them? Ya Those of us mashemasi that mtusaidie have come. kuwaleta hapa mbele wale ambao wameinua Could you mikono just yao. come? Could you just come? Even if you did not raise up your hand, you'd want some prayers, God to change you. You can just come. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Just come wherever you are. Come very quickly. Time is not on our side. Thank you. Asante. Asante. I wish. Yeah. At the cross, where I first saw the Please, those of us that have not, even if you have not risen your hand, could you just come? rolled You have not- away. Yes. Yes, we It are. was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Rudieni maombi haya nyuma yangu. Sema, Baba, mimi ni mwenye dhambi. Nimekuja kwako, unisamehe. Damu ya Yesu iliyotiririka pale msalabani iweze kunisafisha, niwe kiumbe kipya. Ondoa jina langu katika kile kitabu cha shetani, na andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunipokea. Tangia leo nitakufuata, sitaona haya, nitakufuata. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini.
Amen. Baba, ninawaweka wapendwa hawa mikononi mwako. Unawajua, unawaelewa, katika jina la Yesu. Mkono wako uliodari uweze kuwa juu yao katika jina la Yesu. Bwana, uwapatie mwelekeo, waweze kukufuata, waweze kuenenda pamoja nawe kwa vyovyote vile. Bwana, uwashike mkono katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Jameni, tuwashangilie kwa makofi. Haleluya. Washangilie kwa makofi. Amen. Washangilie kwa makofi. Kule mbinguni mambo imebadilika. Hata kama wewe hujabadilika, lakini kule utaratibu wa mbinguni kwa sababu ya hawa imebadilika. Bwana asifiwe sana. Tarumbeta zinapigwa wakiambiwa ingieni katika ufalme. Jameni, Mungu wetu awabariki. Asante. Njoni na upande huu. Aniongoza popote, ni mwandame siku zote. Mapenzi yake ni heri, ninakumbuka Kalvari. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha. Asante.